Bwana akanena na Musa na kumwambia, mtu awaye yote akifanya dhambi na kuasi juu ya Bwana, akamdanganya mwenziwe katika jambo la amana au la mapatano au la kunyang'anya au kumwonea mwenziwe au kuzumbua kitu kilichopotea na kutenda la uongo juu yake na kuapa kwa uongo, katika mambo hayo yote mojawapo atakalolitenda mtu na kufanya dhambi kwalo, ndipo itakapokuwa akiwa amefanya dhambi na kupata hatia, atarudisha hicho alichokipata kwa kunyang'anya au kitu kile alichokipata kwa kuonea au ile amana aliyowekewa au kitu kile kilichopotea alichokizumbua yeye au kitu chochote ambacho amekiapia uongo, atakirudisha hata kwa utimilifu wake. Kisha ataongeza na sehemu ya 5 zaidi juu yake, naye atampa huyu mwenyewe siku hiyo ambayo atakapohukumiwa kuwa mwenye hatia. Kisha ataleta sadaka yake ya hatia kwa Bwana, ni kondoo mume wa katika kundi lake mkamilifu, sawasawa na hesabu utakayomwandikia kuwa sadaka ya hatia, na kumpa kuhani. Na huyo kuhani atafanya upatanisho kwa ajili yake mbele za Bwana, naye atasamehewa katika jambo lolote alifanyalo hata akapata kuwa mwenye hatia kwalo. Mafunzo kuhusu kafara. Bwana akanena na Musa na kumwambia, haya, mwagize Haruni na wanawe, waambie, amri ya sadaka ya kuteketezwa ni hii. Hiyo sadaka ya kuteketezwa itakuwa pale motoni juu ya madhabahu usiku wote hata asubuhi, na huo moto wa madhabahu utawaka juu yake usizimike. Naye kuhani atavaa nguo yake ya kitani, na suruali zake za kitani atazivaa mwilini mwake, naye atayazoa majivu ambayo huo moto umeiteketezea sadaka juu ya madhabahu, kisha atayaweka kando ya madhabahu. Kisha atayavua mavazi yake na kuvaa mavazi mengine, kisha atayachukua yale majivu kwenda nayo nje ya marago hata mahali safi. Na huo moto ulio madhabahuni atautunza uwake daima juu yake, usizimike. Naye kuhani atateketeza kuni katika moto huo kila siku asubuhi, naye ataipanga sadaka ya kuteketezwa juu yake, naye atayateketeza mafuta ya sadaka za amani juu yake. Moto utatunza uwake juu ya madhabahu daima, usizimike. Na amri ya hiyo sadaka ya unga ni hii: wana wa Haruni wataisongeza mbele za Bwana, mbele ya madhabahu. Naye atatwaa konzi yake katika huo unga mwembamba wa sadaka ya unga, na katika mafuta yake, na ubani wote ulio juu ya sadaka ya unga, kisha atauteketeza juu ya madhabahu kuwa harufu ya kupendeza, kuwa ukumbusho wake kwa Bwana. Na unga uliosalia Haruni na wanawe wataula, utaliwa pasipo kutiwa chachu, katika mahali patakatifu, katika ua wa hema ya kukutania ndipo watakapoula. Hautaokwa na chachu. Nimewapa kuwa sehemu yao katika matoleo yangu yasongezwayo kwa njia ya moto, ni kitu kitakatifu sana, kama hiyo sadaka ya dhambi, na kama hiyo sadaka ya hatia. Kila mwanamume miongoni mwa wana wa Haruni atakula katika huo, kuwa ni haki yao milele katika vizazi vyenu, katika matoleo ya Bwana yasongezwayo kwa njia ya moto. Mtu awaye yote atakayevigusa atakuwa ni mtakatifu. Bwana akanena na Musa na kumwambia, matoleo ya Haruni na wanawe watakayomtolea Bwana katika siku atakayotiwa mafuta ni haya: sehemu ya 10 ya efa ya unga mwembamba kuwa sadaka ya unga daima, nusu yake asubuhi na nusu yake jioni. Utaandaliwa kaangoni pamoja na mafuta. Ukisha kulowama utauleta ndani. Utasongeza hiyo sadaka ya unga vipande vilivyookwa, iwe harufu ya kupendeza kwa Bwana. Na huyo kuhani aliyetiwa mafuta badala yake katika hao wanawe ataisongeza. Itateketezwa kabisa kwa Bwana kwa amri ya milele. Tena kila sadaka ya unga ya kuhani itateketezwa kabisa, isiliwe. Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe, waambie, amri ya hiyo sadaka ya dhambi ni hii: mahali hapo pachinjwapo sadaka ya kuteketezwa ndipo itakapochinjwa sadaka ya dhambi mbele za Bwana, ni takatifu sana.
Huyo kuhani atakayeisongeza kwa ajili ya dhambi ndiye atakayeila. Italiwa katika mahali patakatifu, katika ua wa hema ya kukutania. Kila kitu kitakachoigusa nyama ya sadaka hiyo kitakuwa kitakatifu. Hena itakapomwagika damu yake yoyote katika nguo yoyote, utaifua nguo hiyo iliyomwagiwa katika mahali patakatifu. Lakini hicho chombo cha udongo ambacho hiyo nyama ilipikwa ndani yake kitavunjwa, na kama ikipikwa katika chombo cha shaba, kitasuguliwa na kuoshwa kwa maji. Kila mwanamume miongoni mwa makuhani atakula katika hiyo, ni takatifu sana. Wala haitaliwa sadaka ya dhambi yoyote, ambayo damu yake yoyote ililetwa ndani ya hema ya kukutania, ili kufanya upatanisho katika mahali patakatifu, itachomwa moto.